asifiwe. Bwana anatutaka tufanye kwa bidii, si ndio mtumishi wa Mungu? Amen. Tunatakiwa tufanye kwa bidii. Chochote ambacho unakifanya, fanya kwa bidii. Unasafisha kanisa, safisha kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Usisubiri simu ya Mama Bishop, usisubiri simu ya Pastor Lulu. Fanya. Bwana Yesu asifiwe. Fanya kwa bidii, kama utafanya tena. Bwana Yesu asifiwe. Yule babu akaniambia, ninatamani kama siku zirudi nyuma, ili niende mahali ambako wanafanya hichi kitu, niende mahali ambako haya mahubiri ninayoyasikia ni kweli ninasikia kwenye redio, lakini natamani nifike hilo eneo. Hana wa kumpeleka, lakini wewe Mungu amekuweka ukiwa mzima. Mungu amekuacha na viungo vyote. Anatamani kukuona ukifanya kwa bidii, ili na yeye atende katika mambo yako. Amen. Haleluya. Amina. Anataka Bwana tufanye kwa bidii, ili na yeye atende katika yale ambayo tumekuwa tukimuomba. Amen. Katika yale ambayo tumekuwa tukitamani ayafanye kwa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, kanisa la Mungu. Amen. Anasema wala si kwa ulegevu, wala si kwa ulegevu, wala sio kwa kushurutishwa. Kuna mwingine anataka mpaka ashurutishwe, lakini sio wewe, ni jirani yako. Amen. Amina. Mpaka ashurutishwe, sio wewe. Hapa wote tunafanyaga, si ndio? Mpaka ashurutishwe, sukumwe ndio atatenda. Hata kuomba tunatakiwa tuombe kwa bidii. Yale anayotuambia Bishop tuombe, sisi tunaenda extra. Ni kweli Jumatano tunakutana hapa, Ijumaa ni siku ya maombi, lakini sisi ambao tunamtumaini Bwana, hata Jumatatu tunaomba, na Jumanne tunaomba, Jumatano tunaomba, Alhamisi tunaomba, tukija kuhitimisha hapa Ijumaa, Baba akitamka neno linakuwa. Amen. Haleluya. Amina. Akitamka linakuwa, kwa sababu tayari tulishaanza kuweka bidii tangu Jumatatu. Hatusubiri siku ya Ijumaa. Ijumaa tunakuja kuhitimishwa kwa mpaka mafuta wa Bwana, ili akitia mkono inakuwa kwa jina la Bwana wa majeshi. Amen. Haleluya. Wakati mwingine vitu vingine havitokei, sio kwamba Bwana hafanyi, ni kwa sababu tu umefanya kwa ulegevu. Ni kwa sababu tu umefanya kwa ulegevu. Ni kwa sababu tu kuna mahali tumetegea. Kuna mahali hatujakaa vizuri. Kuna mahali hatujakaa vizuri. Lakini kumbe tukikaa vizuri, kwa sababu Bwana amelituma neno lake. Biblia inasema ulituma neno lake ili litutoe kwenye maangamizo. Amelituma neno lake ili litutoe kwenye maangamizo, litutoe kwenye ile hali mbaya ambayo adui alikuwa amekusudia kwetu. Kumbe leo tukiamka na kuanza kutenda kwa bidii, Bwana atatutokea. Amen. Haleluya. Amina. Hata ukihubiri tu kule nyumbani, ukimtangazia tu mtu mmoja habari njema na kumwambia twende kule kanisani kwetu, twende tu ukaone kule kanisani kwetu. Kama hataki mahubiri, mwambie wewe twende kule, tunaimbaga tenzi za rohoni, yaani kuna sauti kule. Wacha ndo kasikilize sauti tu. Akija hapa nakutana na moto wa Bwana. Na akiingia hata toka kwa jina la Bwana wa majeshi. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya, kanisa la Mungu. Amen. Wewe muite tu kinamna, atakuja hapa na atampokea Bwana hapa. Utakuwa tayari umefanya kwa nafasi yako, bila kushurutishwa na Bishop, bila kuambiwa na Mama Bishop, bila kuambiwa na Pastor Lulu au Pastor Sala wala nani. Wewe mwenyewe tu wanakuona umeleta mtu mahali hapa. Bwana analiandika jina lako kule mbinguni. Anajua nina chombo changu. Bwana Yesu asifiwe. Pale VCC kuna chombo changu. Akitazama vyombo vyake anakuona na wewe. Akiona watu ambao wanazaa matunda kwa kuleta watu kanisani, anakuona na wewe. Bwana si atakutokea tu, atakuacha kwa mtindo huo? Mungu wetu sio mdhalimu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe chochote ambacho tunatakiwa tukifanye, tusikifanye kwa uelegevu. Tunatakiwa tufanye kwa bidii. Tufanye kwa bidii. Kama tunamtafuta Bwana, basi tumtafute kwa bidii. Amen. Bidii ya maombi, bidii ya kuhudhuria ibada, bidii ya kufanya yale ambayo yameagizwa na Bwana kupitia mpako mafuta wake.
kufanya bila ulegevu, hapo tutamwona Bwana. Kuna wengine tayari wameshafunguliwa siku nyingi, ila ni bidii tu ndio inayokuchelewesha. Ni huo ulegevu tu, yaani ni huo ulegevu, lakini njia iko nyeupe. Bwana anakusubiri tu ufanye kwa bidii yaliyo mapenzi yake, alafu utaona kila kitu kinakuwa sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Utaona kila kitu kinakuwa sawa sawa, bidii tu, wala sio mambo. Mungu anaga mambo mengi, Wewe shikilia kitu kimoja kwa ajili ya ufalme, afu sema mimi nitakaa kwa nafasi hii, nitatenda hapa. Utamwona vile Mungu anavyokutokea. Sitachelewa ibadani, ibada zote nitahudhuria kama jina la Bwana liishivyo. Utamwona Mungu. Wakati mwingine vitu vinachelewa ni kwa sababu tumefanya kwa ulegevu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, kanisa la Mungu. Amen. Ni kwa sababu tu tumefanya kwa ulegevu. Kila jambo jema linahitaji bidii. Jambo lolote jema ambalo unataka litokee kwa maisha yako linahitaji bidii. Mafanikio yoyote yawe ya kiroho au kimwili yanahitaji bidii. Unataka pesa? Bidii ya kiroho na kimwili. Rohoni unakuwa una juhudi na mwilini una juhudi. Hapo lazima utoboe mwanangu. Haleluya, kanisa la Mungu. Kutoboa ni lazima utoboe. Ukiwa na juhudi ya rohoni, ukiwa na juhudi ya mwilini, lazima utatoka, kwa sababu tayari wewe ni upo katika ufalme. Hakuna ataenda kukubabaisha huko nje. Lakini ukienda kizembe, watakupiga, watakuangusha. Lakini ukienda ukiwa kamili, rohoni uko kamili, mwilini uko kamili, unaweka biashara yako hapo, lazima Bwana akutokee kwa hiyo biashara yako. Hakuna atakayegusa kwa jina la Bwana wa majeshi. Nasema atakayegusa atapigwa na Bwana wa majeshi, kwa sababu Mungu ameona ile juhudi yako, ameiona ile bidii yako. Bwana anatafuta mtu mmoja mwenye moyo wa bidii kwa ajili ya kuitoa familia yake na kuwa juu. Bidii yako wewe ndio ambayo itaenda kuwatoa watu wote nyuma wanaokutazama. Bidii yako wewe ndio itaenda kuinufaisha familia yako. Juhudi yako wewe ndio itakayoenda kukomboa kizazi chako chote, kwa sababu umesimama kwa uaminifu na umekuwa na bidii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu umesimama kwa uaminifu na umekuwa na bidii. Na ukiwa na bidii ni lazima tu utashinda. Ukiwa na bidii lazima ushinde. Utashinda kwenye biashara, utashinda kiroho, utashinda hata kwenye elimu, kwa sababu tu umeonyesha nini? Umeonyesha juhudi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, kanisa la Mungu. Amen. Na wewe baba ukiwa na bidii na mama ukiwa na bidii, lazima tu hao watoto watashinda, kwa sababu utakuwa na juhudi kwenye kuwatafutia ya mwilini, lakini vile utakuwa na juhudi kwenye kutafuta ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Wamama mpo? Wamama mpo? Hebu punga mkono namna hii. Wewe mama, wewe ni mchungaji wa familia yako. Ukisimama kwa bidii, familia itatembea sawa sawa. Ukisimama kwa bidii, mume ataenda vizuri. Ukisimama kwa bidii na maarifa, kila kitu nyumbani kwako kitakuwa sawa sawa. Ukisimama kwa bidii na maarifa, watoto watakuwa salama, kwa sababu mwanamke ndio mchungaji wa familia. Mama ukizubaa, baba atapigwa, watoto watapigwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba atapigwa na watoto watapigwa. Lakini mama akisimama sawa sawa, hata kama yule baba atakuwa na kona, kwa sababu Bwana ameiona juhudi yako, Bwana ataenda kumtengeneza. Amen. Nasema Bwana ataenda kumtengeneza. Haleluya. Kwa sababu umesimama kwa bidii, hujachoka. Mtu mwenye bidii huwa hachoki. Shetani wakati mwingine tunapoanza kupiga hatua, tunasema sasa mimi leo, kuanzia leo, kila kitu changu nitakisimamia kwa bidii, sitakuwa mzembe. Shetani analeta vitu vyake hapo.
ili kukukatisha tamaa. Lakini kwa sababu sisi wanawake ni jeshi kubwa, huwa hatutatishi tamaa na vitu vidogo vidogo. Amen. Au naongea uongo madhabahu? Amen. Wangapi ambao wakatishi tamaa na vitu vidogo vidogo? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huwa hatukatishwi tamaa na vitu vidogo vidogo. Amen. Tunasimama imara. Amen. Kama jeshi kubwa. Amen. Tunasimama imara kwa ajili ya watoto wetu, tunasimama imara kwa ajili ya waume zetu. Amen. Haleluya. Amen. Na shetani akiona mwanamke mmoja amesimama imara ndani ya nyumba, hawezi kuingia kwa hiyo nyumba. Nasema hawezi kuingia kwa hiyo nyumba, kwa sababu atakutana na moto wa Bwana, hatakutana na nguvu za Mungu, hatakutana na Bwana wa majeshi, na hiyo familia itakuwa salama. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bidii tunatakiwa tufanye kwa bidii. Chochote tunachokifanya tufanye kwa bidii. Ni ofisini tufanye kwa bidii, ni utumishi tufanye kwa bidii, bila kuchoka, bila kuchoka, bila kuchoka. Ni kazi zetu za mikono tuzifanye kwa bidii bila kuchoka. Ukifanya kwa bidii utaona matokeo. Umeajiriwa pale kazini, usifanye kama unamfanyia bosi, fanya kama unafanya kwa Bwana, na hakika utauona mkono wake. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza ukategatega ukasema kwani huyu bosi kwanza mtu mwenyewe ananichukia. Wewe mwache akuchukie, wewe tenda kwa bidii, alafu utamuona Mungu. Amen. Atakupenda mwenyewe, maana Bwana akiona ile bidii yako anakupa kibali. Haleluya. Mahali ambapo ni pagumu Bwana anatoa kibali, kwa sababu ameona bidii. Chochote unachokifanya fanya kama unafanya kwa Bwana, usifanye kama unamwangalia mtu. Hata nyumbani kwako mwanamke, fanya kama unafanya kwa nani? Fanya kwa bidii kama unafanya kwa Bwana. Tengeneza nyumba yako kwa bidii kama unafanya kwa nani? Kwa Bwana. Simamia watoto kama unafanya kwa nani? Kwa Bwana. Huyo mume msimamie vizuri kama unafanya kwa nani? Kwa Bwana. Fanya kama unafanya kwa Bwana, utaona kila kitu kinakuwa sawa sawa. Haleluya. Amen. Kila kitu utaona kinakuwa sawa sawa, kila kitu utaona kinakuwa sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, kanisa la Mungu. Amen. Utaona kila kitu kinakuwa sawa sawa. Bidii haijawahi kumwangusha mtu. Bidii baba, bidii haijawahi kumwangusha mtu. Amen. Bidii haijawahi kumwangusha mtu, haijawahi kumwangusha mtu. Bidii haijawahi kumwangusha mtu. Hata kama utaona matokeo leo, lakini kesho utaona matokeo kwa jina la Bwana wa majeshi, kwa sababu ulisimama kwa bidii. Kwa sababu ulisimama kwa bidii. Bidii haijawahi kumtupa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Haijawahi kumtupa mtu bidii. Bidii huwa inamuinua mtu. Bidii huwa inamtangaza mtu. Wakati mwingine unaweza ukawa unafanya kitu kama ueleweki hivi, au unaweza ukawa unafanya kitu kwenye biashara zako kama ueleweki hivi, lakini kwa sababu ya bidii, kuna siku tu utaona watu wanaanza kuja pale kwako. Asema yaani kwa yule dada ukienda pale, kwanza anafungua mapema. Mwingine anaweza akawa anataka kitu asubuhi, wanakuambia nenda kwa mama fulani, nenda kwa mama Janet, yule ndio waga anafungua asubuhi. Tayari kuna kitu umeingiza. Pale ofisini ambapo umeajiriwa, ukifanya kwa bidii, hata kama zikija kazi nyingine za nje utapewa wewe. Tukimpa Esther, kuna Esther umsamani. Usije ukasema baba mama Bishop alimnongoneza mchungaji kwamba mimi labda nafanyaga tu kwa uvivu vivu. Kuna Esther? Hakuna. Unakuta Esther pamoja na jina lake zuri, lakini kamekuwa kazembezembe, sijui ka Esther kametokea wapi. Zikija kazi pale ambazo zinatakiwa upewe, ni kweli unastahili, lakini wanakuona wewe ni mzembe, utaenda kuaibisha huko. Wanampa Margaret. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mbona Pastor Lulu kaitikia amela kaka, kuna Margaret huko? Maana hiyo ame. Kuna Margaret? Hakuna. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mchapie Bwana Yesu makofi. Unakuta ile kazi ni kweli ulistahili uende wewe,
tena ina malipo mazuri, lakini anapewa Margaret ambaye hakustahili, kwa sababu Margaret huwa anafanya kwa bidii. Amina. Kwa sababu Margaret huwa anafanya kwa nini? Kwa bidii. Bwana akija hapa VCC anatazama. Ni kweli unakuta alimtuma malaika akuletea wewe, lakini akifika nakuta umekaa kigoigoi. Malaika anairudisha kwa Bwana. Bwana, ulinituma kwa, mbona amekaa kigoigoi? Anasema basi. Wewe umekutana na nani pale kanisani? Kiukweli mimi nimeweka doria pale kanisani wiki nzima. Kuna binti mmoja. Yaani huyo kila siku yuko pale. Kila kazi yeye ndio yuko wa kwanza anatenda. Yule ndio anayefutaga viti vya pale. Bwana anasema haya, achilia pale. Unashangaa tu wewe unalia. Kumbe ni uvivu ndio umekuchelewesha. Ni uvivu, kumbe ndio umefanyaje? Lakini utakapofanya kwa bidii na mtumishi wa Mungu akaweka mkono wake hapo, akaachilia hiyo neema, utaona tu unatoboa. Ukipita hapa unatoboa, ukienda huku unatoboa, ukikatisha huku unatoboa, ukienda huku unatoboa. Kila kitu kinakuwa ni chepesi. Yaani akitamka kinakuwa sawa sawa kama alivyotamka, kwa sababu uliitanguliza bidii. Wengi wanahama makanisa sio kwa sababu pale kwa mtumishi wa Mungu hakuna mafuta, sio kwa sababu hakuna upako, ni kwa sababu yeye alikaa kizembe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusikae kizembe. Haleluya. Sema sitakaa kizembe. Sitakaa kizembe. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukifanya kitu chochote kwa bidii, utauona uso wa Bwana. Ninaomba tufungue ile Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume mstari wa 12. Matendo ya Mitume 12. Tutaanzia ule mstari wa 4. Matendo ya Mitume 12, taanzia ule mstari wa 4. Nitasoma. Amen. Alipokwisha kumkamata akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi vinne vya askari wanne wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Amen. Basi Petro alilindwa gerezani. Akalindwa gerezani. Nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi. Kwa ajili yake. Mpigie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Huyu alikuwa ni mtumishi wa Mungu Petro. Alikuwa ameweka gerezani na Herode, maana alikuwa tayari watumishi wa Mungu wengine wameshawaua. Kwa hiyo ilikuwa ni zamu ya Petro kwenda kufanyiwa unyama, kwenda kuuliwa. Biblia inasema ya kwamba Petro akawekwa gerezani ndani ya vikosi vinne. Vikosi vinne maana yake sio mtu mmoja wanne, kila kikosi kinakuwaga na idadi ya watu. Lakini pamoja na hayo bado akawekwa gerezani, na hilo gereza lilikuwa tofauti na wengine. Lilikuwa limefungwa kwa ustadi usiokuwa kawaida. Yaani ilikuwa ni gereza lisilokuwa la kawaida, ili tu huyu Petro asifanyaje? Asichomoke, asitoke. Alikuwa na ulinzi mkali sana, yaani kiasi kwamba kwa kawaida tu hivi hawezi kutoka. Lakini Biblia inasema ya kwamba baada ya Petro kuwekwa gerezani, kanisa likaomba kwa juhudi, likaomba kwa bidii. Kanisa likamlilia Mungu kwa bidii. Wakafanya zaidi ya walivyofanya jana. Wakapiga maombi zaidi walivyopiga jana. Wakaenda mbele za Mungu zaidi walivyoenda jana. Wakamwomba Mungu kwa bidii, wakamlilia kwa bidii, wakamwitia Bwana kwa bidii. Kama ni sadaka waliitoa kwa bidii. Wakaenda tofauti na walivyokuwa wakifanya. Amen. Maana walijua katika kufanya hivi tutamuona Bwana. Na walivyofanya hivyo, Biblia inatuambia kwamba Bwana akamtuma malaika kule gerezani. Ninataka Bwana amtume malaika kwa maisha yako. Amen. Pale utakapofanya bidii. Amen.
Haleluya. Amen. Pale utakapofanya bidii, hakuna kinachoshindikana kwa Mungu. Pamoja na kwamba alikuwa ameweka gerezani, alikuwa amefungwa, amewekwa ndani ya vikosi vinne. Ulinzi ulikuwa ni mkali, sio kuwa wa kawaida, lakini kwa sababu ya kanisa kuomba kwa bidii, Petro alichomoka. Amen. Ukiomba kwa bidii, Bwana atakutoa kwa hiyo shida yako. Ukiomba kwa bidii, Bwana atakutoa kwa hilo tatizo lako. Hakuna kinachoshindikana mbele za Mungu. Amen. Hakuna kinachoshindikana mbele za Mungu kama utafanya kwa bidii. Hakuna kinachoshindikana kama utaomba kwa bidii. Hakuna kinachomshinda Mungu. Wakati mwingine Mungu anataka tu ile bidii, anatutaka tu tufanye kwa bidii. Sio kwamba hajasikia, amesikia na anatamani sana hata leo akujibu, ila anasubiri tu ukaze mwendo kidogo, ufanye tu kwa bidii. Hiyo ndio password ili uweze kuchomoka hapo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anataka tu ufanye kwa bidii ili uwe salama. Amen. Kanisa likaomba kwa juhudi, wakamlilia Mungu kwa juhudi, kwa bidii, wakaenda tofauti na wanavyoendaga. Wakasema kwa jambo hili yatosha watumishi wa Mungu walivyouawa, yatosha watumishi wa Mungu walivyoteswa. Kwa Petro twendeni kitofauti. Wakaenda kitofauti, na walivyoenda kitofauti Bwana akatenda. Na wewe ukienda kitofauti, Bwana atatenda kwa maisha yako. Amen. Ukienda kitofauti, Bwana atatenda kwa kile ambacho umekuwa ukililia usiku na mchana. Amen. Ukienda kitofauti, Bwana atafanya. Amina. Haleluya, kanisa la Mungu. Amina. Ukienda kitofauti, Bwana lazima atatokea tu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wakati mwingine hata tunajihukumu, labda nimefanya dhambi. Ukijichunguza unaona, mbona jamani, ni kweli sio mkamilifu, lakini mbona nimejitahidi kwenda kwenye njia ya sawasawa, mbona hili tatizo halitoki, mbona ninaomba hili tatizo halitoki. Kumbe hujaongeza tu juhudi. Ni kweli unaomba, lakini sio kwa bidii. Ni kweli unafanya hiyo biashara, lakini sio kwa bidii. Unatoka tu, ukishapata hela ya kula unalizika. Yaani una uhakika wa kula kesho? Watakwambia nini sasa? Kesho una uhakika wa kula, watakwambia nini? Lakini ukifanya kwa bidii, ukiweka na ya kesho kutwa, na ya mtondogoo, na ya siku ijayo, utaona Bwana anafanya kazi kwa maisha yako. Amen. Utaona zingine zinabaki, unaweka pembeni sasa akiba. Maana si umefanya kwa bidii, utafuti tu ya leo. Umeongeza bidii, unaona Bwana anafanya mpenyo. Ukifanya bidii, Bwana atafanya. Hata biashara iwe ndogo ya namna gani, ukifanyia bidii itaongezeka. Amen. Tena unafanya bidii na uko madhabahuni kwa Bwana, unaachaje kuongezeka? Unaachaje kuongezeka? Unaachaje kuongezeka? Hata iwe ya mtaji 20,000, ukiifanya kwa bidii na uko ndani ya Bwana, utaongezeka kwa jina la Bwana wa majeshi. Amen. Nasema utaongezeka tu. Amen. Haleluya. Amina. Utaongezeka, siongelei mamilioni. Ninaongelea hicho cho ulicho nacho. Kama ni 50 hiyo hiyo. Kama ni 15,000 naongelea hiyo hiyo 15,000. Wewe ifanyie tu kwa bidii na juhudi. Afu uko madhabahuni ya kwa Bwana. Uko hapa, lazima utatoka. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima tu utatoka. Lazima tu utatoka. Amina, watu wa Mungu. Amen. Wangapi kuanzia leo kila kitu watafanya kwa bidii? Haleluya. Pigie Bwana Yesu makofi kwa ajili yako. Amen. Amina. Mungu awabariki. Ni juhudi tu inayotakiwa, wala sio kitu kingine. Haleluya. Mimi ndo nishamaliza hivyo. Wewe unatakiwa tu kutenda kwa juhudi. Amina. Ni kwa juhudi tu. Pigie Bwana Yesu makofi.